Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku 10 za maombi. Sio siku za hotuba. Hotuba ni nyongeza, lakini ni siku 10 za maombi. Tumekuwa hapa tangu Jumatano, Alhamisi na Ijumaa. Tumebarikiwa sana. Wale ambao hamkufaulu kuja kwa sababu moja au nyingine, kazeni mwendo angalau siku zilizobaki. Usikose kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watafanya nini? Ninaona wanaokuja kanisani kwa maombi wana njaa, na Yesu atawapatia haja za mioyo yao. Haleluya. Ninawaletea salamu kutoka kwa maofisa wenzangu, Mchungaji Kennedy Warumbe ambaye ndiye katibu wetu mkuu, akiwa anaendesha siku 10 za maombi kule Mloo, kule Mbozi. Lakini pia mhazini wetu ndugu Douglas Kosa Mwambeta, yeye anaendesha maombi haya pale kanisa la Jangwani Sumbawanga, pamoja na baadhi ya wakurugenzi ambao tumefaulu kuwasiliana. Wana wasalimu sana. Na mshukuru Mungu kwamba nami nimepata nafasi kuja hapa kwa ajili ya huduma hizi za maombi, na ninaamini kufikia mwisho wa siku hizi 10 za maombi tutakuwa tumebarikiwa sana. Haleluya. Haleluya. Tutaimba ule wimbo wetu, Yesu anasema wewe huna nguvu. Ile praise team ni mpya, wanajifunza. Naomba muweke praise team iliyo imara. Bwana Yesu asifiwe. Kama mmewavunja nguvu, mwarudishie nguvu zao. Na naomba sasa wasimame hapo. Anaona wanaimba kama unasinzia hivi kidogo. Sasa wewe mwimbishaji ukiimba kama unasinzia, unaowaimbisha wataibaje sasa? Alafu nikaona tena mpishano wa kinanda na waimbishaji. Kwa hiyo Yesu anasema wewe huna nguvu. Na naomba wote tusimame. Wale ambao hamna vitabu vya nyimbo, tumeuproject wimbo hapa. Tunatamani kanisa zima liimbe. Leo tunaimba na kuomba. Bwana atubariki tunapoingia kuimba. Yesu anasema wewe una nguvu. Kesha waimbishaji msituvute, waimbishaji naona mnatuvuta mdomoni, msituvute.
ninaposimama juu ya mawingu, taji nitaweka miguuni pa Yesu. Alinipa nami wanaye, nami nilitia Bwana Yesu asifiwe. Tutarudi kuimba tena. Tutakuwa na nafasi ya kupiga magoti kuomba Mungu afungue vifungo vya watu waliofungwa. Na vifungo hivi tunavyovisema sio magereza. Ni juma la kufunguliwa mambo mbalimbali ambayo shetani amewafunga watu. Kwa hiyo upata mtu mmoja kwa ajili ya kuomba naye, na tupige magoti. Omba maombi mafupi, mwachie na mwenzako aombe. marafiki wote wanaweza wakakuacha. Hata mke anaweza akakuacha. Hata mume anaweza akakuacha. Lakini yuko rafiki mmoja wa pekee, Yesu Kristo, hawezi kukuacha kamwe. Tutaimba wimbo hakuna rafiki kama Yesu. Na unapoimba wimbo huo, hebu jisikie kwamba wewe una urafiki na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama kuna mambo magumu ambayo yamekukumba, usiogope, imba kwa ujasiri, maana Yesu ni rafiki wa wenye dhambi. Haleluya. Na niombe tuimbe wimbo huu kwa furaha kama jinsi unavyoimbika. Hakuna rafiki kama Yesu. Hakuna tabibu mwingine wa rohoni. Hakuna Yesu ajua shida.
zetu, daima ataongoza. Hakuna rafiki kama Yesu, hakuna, hakuna. Wakati ambapo hapo yeye hapana, hapana, wala giza kututenga naye, hapana, hapana. Yesu ajua shida zetu, daima ataongoza. Hakuna rafiki kama Yesu, hakuna, hakuna. Fungu linalofuata waimbe wanawake peke yao, alafu korasi tutaimba pamoja. Tutaingia wote kwa ujumla. Kipawa kama Mwokozi wetu, hakuna, hakuna ambaye atanyimwa wokovu, hakuna, hakuna. Yesu ajua shida zetu, daima ataongoza. Hakuna rafiki kama Yesu, hakuna, hakuna. Yesu. Marafiki wengine wanaangalia mtu aliyevaa vizuri ndio wanashikamana urafiki naye. Marafiki wengine wanaangalia mtu aliye na fedha ndio wanashikamana naye. Marafiki wengine wanaangalia nitapata faida gani kwa huyu mtu ili awe rafiki yangu. Lakini Yesu anaendea watu waliozama kwenye matope, ambao kiukweli hawawezi kumpa kitu chochote isipokuwa mioyo yao. Huyu ndiye rafiki wa kweli. Wanadamu wanaweza wakakudanganya na baadaye wakakuacha kukutelekeza. Nakumbuka maisha ya Ayubu. Ayubu alipokuwa na mali, hajaugua, alikuwa na marafiki wengi sana. Walikuwepo watu wengi ndani ya nyumba yake, karibu 1000 waliokuwa wanakula na kunywa, na marafiki waliokuwa wanatoka sehemu mbalimbali wanakuja kumwona. Lakini alipougua, marafiki wote waliokuwa wanakula wote chakula nyumbani waliondoka wote. Kuna wakati watu wote wanaweza wakaondoka, lakini nataka nikutie moyo, Yesu hawezi kuondoka. Haleluya! Kwa wale vijana, mchumba anaweza akaondoka, lakini Yesu yuko pale pale. Kwa wale wanandoa, mke anaweza akaondoka akasema naenda kwetu, lakini Yesu yuko pale pale. Mume anaweza akakutelekeza akaondoka, akaenda akatapanya mali na kufanya mambo yake huko, lakini Yesu yuko pale pale. Nataka niwaambie rafiki zangu, rafiki wa kweli sio mimi mchungaji, sio mzee wa kanisa, ni Yesu peke yake.
Ukisoma visa vingi vya Yesu, alishughulika na watu waliochafuka zaidi, wenye dhambi, watu ambao waliharibikiwa, watu ambao hawakuwa na matumaini tena, watu ambao wasingekuwa na senti ya kulipa fadhila ya kile alichowafanyia, lakini hao ndio alishughulika nao. Na anasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Yesu anazijua shida zetu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe mama unayelia kwa ajili ya nyumba yako, Yesu anaijua shida yako. Wewe baba unayelia kwa ajili ya mke wako, Yesu anaijua shida yako. Wewe binti unayelia, Yesu anaijua shida yako. Na kijana anayelia, Yesu anaijua shida yake. Nataka niwaambie, mimi kama mchungaji naweza nisijue shida zako. Hata ukinieleza naweza nikasikia nikaelewa kama mimi, lakini Yesu ukimsimulia ataelewa zaidi ya jinsi ulivyosimulia. Hebu tupate nafasi ya kumwambia Yesu shida zetu. Bwana Yesu asifiwe. Katika kujifunza kwetu hapa tuliangalia tukaona vifungo vya aina nyingi, hasa mambo ya uraibu yamewakumba watu wengi sana, vijana kwa wazee, wanaume kwa wanawake. Lakini katika siku 10 hizi tumeomba Bwana afungue vifungo vyote. Amen. Safari hii tutapiga magoti kila mtu peke yake akilia na Mungu wake. Lia na Mungu wako. Wala usianze kuziombea siku 10 za maombi, maana zenyewe zipo. Ongea na Mungu mambo yako. Haleluya. Mweleze mambo yako. Mweleze. Na yale ambayo huwezi ukaeleza mbele za watu, kimya kimya mwambie. Nataka niwachie moyo watu wa Mungu, siku 10 hizi za maombi ni za kufunguliwa. Kwa mambo magumu yasiyowezekana. Yesu anasema anawataka watu walioshindikana, yeye anaweza kuwageuza. Yeye anayeweza akaanzisha chemchemi jangwani, anaweza akaamsha mtu aliyelala kiroho akainuka tena. Yeye anayeweza akasimamisha pepo na bahari na dhoruba mbalimbali, ana uwezo wa kusimamisha dhoruba zinazokupitia katika maisha yako. Tutapiga magoti. Sio saa ya kuombea wagonjwa. Sio saa ya kuombea wanaosafiri angani. Sio saa ya kuombea jengo la kanisa. Ombea moyo wako. Tuko serious kwenye maombi haya. Wengine wataombaomba tu kawaida, Mungu tusaidie dhambi zetu. Hujasema lolote. Mwambie Yesu shida yako. Haleluya. Mweleze. Mwambie kabisa shida yako wewe ni nini. Kama wewe ni mchawi, ni mshirikina, kama wewe ni mwizi, ni mzinzi, mwambie. Tena taja na yule kimada anayekusumbua sana. Kama wewe umeshindwa swala la zaka, kila wakati unamwambia Mungu na unaona limekuelemea, mwambie, mweleze. Sasa mimi siwezi kujua mambo yako ni yapi. Nimetoa mifano hii ili kukuondoa kwenye maombi ya kuomba dhambi zangu ni nyingi. Hapana, zitaje, mwambie Yesu akufungue. Tutapiga magoti na kuomba. Baada ya maombi hayo tutainuka tena. Tawapa kamuda kakutosha, kwa sababu ninajua watu wanamenyana na Mungu. Piga magoti mahali ulipo. Hakikisha unaomba kimoyo moyo, ndani ya moyo. Mwingine asisikie unaomba nini.
Yesu, na sasa nimefurahi kwa bei ya mauti yake. Mimi ni mtoto wake, kombolewa na kombolewa na damu. Maisha yetu hayana thamani kama tusipomwangalia Yesu. Tukigeuza macho yetu kuangalia upande mwingine, yanapoteza thamani. Kutazama Kalvari ndio wimbo ambao tutaenda kuimba katika kipindi hiki. Yesu anasema uniangalie, yeye aliyetufia. Msalabani kuna uzima, na hapo tunaupata uzima. Bwana Yesu asifiwe. Niombe tena tuingie katika wimbo huo, halafu tutahitimisha kwa maombi na kisha tutaingia katika somo letu la leo. Unapoutazama mti wa Kalvari, huoni kama mti, ila unamuona Yesu. Yeye aliyetoa damu yake kwa ajili yako. Hakuna kitu kingine kilicho cha thamani kama damu ya Yesu. Na wakati mwingine watu wamefukuzia pesa wakasahau jina la Yesu. Nataka niwatie moyo, pesa ni tamu na Mungu alitubariki, lakini zikiinuka juu ya jina la Yesu ni hatari. Zinaweza kukuangamiza na kukupoteza milele. Ukitaka kujua hiyo vizuri, muulize Yuda. Ukitaka kuongeza vizuri zaidi, waulize Anania na Safira.
Na ukitaka kujua kwa undani zaidi, muulize Akani ambaye alichukua mpaka akazificha. Nataka niwatie moyo watu wa Mungu, hakuna kitu kingine chenye thamani zaidi ya jina la Yesu. Tunapouangalia msalaba wake ni mahali penye chemchemi ya kuponya dhambi. Haleluya Bwana. Shida zetu wakati mwingine ni pale tunapojifanya si wa dhambi, hatuna dhambi, lakini nataka niwaambie sisi ni wa dhambi, na kwa sababu ni wa dhambi, kimbilio letu peke yake ni kwa Yesu Kristo. Mungu atubariki sana. Hebu tutulie kwa utulivu, kila mmoja akimwambia Yesu maneno ya shukrani kwa sababu ya kifo chake msalabani. Mwambie Yesu, omba moyoni mwako, shukuru kwa sababu ya kifo chake msalabani. Maana kama sio kwa kifo hicho, sisi tungekuwa wapi? Kwa hiyo mshukuru Mungu kwa ajili ya kifo chake msalabani. Ndilo litakuwa ombi letu la mwisho, na tutaingia tena kwa ajili ya hotuba ya mchana wa leo. Inamishe vichwa vyetu na tuombe. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Huyu alikuwa ni mwana mpotevu, alikuwa nani? Uniangalie, atwambia Yesu aliyetufia msalabani ni uzima, hapa utaipata hazina. Kutazama barani, kutazama barani, nikupewa kuishi. Kutazama mti. Baba wa mbinguni, tumekuja hapa kuutazama mti wa Kalvari. Tunaomba macho yetu yanapotupo hapo tukuone Yesu. Amen. Wewe uliye mkombozi wetu. Tukuone ukifanya kazi ya upatanisho kwa ajili ya maisha yetu. Amen. Tukuone ukituinua wale ambao tumezama katika matope. Tukuone ukitusafisha wale ambao tumechafuka mioyo yetu. Tukuone wale ambao tumekata tamaa katika maisha haya. Tukuone wale tulioelemewa na magonjwa na maradhi ya aina mbalimbali. Tukuone Yesu ukitutia nguvu katika kupambana na magonjwa haya au kutuponya kama ni mapenzi yako. Tunaomba neema yako ikadumu kuwa pamoja nasi tunapokuangalia wewe, tukikuangalia maisha yetu yabadilishwe kwa uzima wa milele. Amen. Ninaomba kwa mtu fulani ambaye yuko hapa anatangatanga katika njia mbili, maisha yake yamekuwa na mgawanyiko wa nuru na giza. Ninaomba umsaidie na kumtakasa kwa damu yako Bwana. Kuna wakati ambapo mtu anajisikia amezidiwa mno kiasi ambacho ni kama hawezi kusafishwa, lakini wewe unasema yeyote ajaye kwangu sitamtupa kamwe. Ninaomba Bwana usitutupe. Usimtupe yule baba, usimtupe yule mama, usimtupe yule binti, usimtupe yule kijana, usimtupe yule mtoto. Tusaidie tuone haja ya kuja kwako na kupata uzima wa milele. Ndivyo tuombavyo kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amina.